Hello Africa, hello Tanzania, hello Rukwa, hello Sumbawanga. Ilikuwa ni umbali wa kilomita kama 5. Rukwa Media tumefanya hivyo mpaka hapa kijiji cha Kanondo kumtafuta mzee huyu hapa ambaye leo atatupa undani na asili ya lugha ya Kifipa. Lakini kabla ya yote tuko na wadhamini wetu Vamelan Technology ambao hao ni mabingwa wa utatuzi wa matatizo yote ya kimtandao kama vile YouTube yako ina changamoto ya subscriber, viewers, likes, na sio YouTube tu, mpaka TikTok, Instagram, na hata kama labda account yako imepotea, labda kuna kitu ambacho umekipoteza na labda imefikia viwango vile ambavyo inatakiwa ilipwe, lakini kuna vitu kama uvielewi hivi, basi unaweza kuwachaki Vamelan Technology wakaweza kutibu tatizo lako. Mzee, kwa faida ya mtazamaji, unaweza kuambia wewe ni nani? Kwa majina? Yes. Mimi kwa jina naitwa Samuel John Mwancheta, lakini jina la asili ni Kwacha Bwala. Okay, leo kupitia Rukwa Media watu wanataka kujua Wafipa na asili zaidi ya Kifipa. Kwani Ufipa una asili gani? Ufipa, neno kama Ufipa ni asili ya pale Milanzi Torele. Ndio Ufipa asili yake, kwa sababu ndipo Wafipa walipofikia. Lakini chimbuko la Wafipa walipotoka miaka ile ya nyuma ni Kongo. Kwa maana kwamba Mfipa asili yake si Mtanzania, ni Mkongo. Ni Mkongo. Okay. Unaweza ukatueleza zaidi kuwaje mpaka kutoka Kongo na kuja kuwa Watanzania? Ile ni katika kushani za miaka ile za utafutaji au vita ile. Kwa hiyo ile kabila limeguka. Kwa limeguka kama vile wa Bondei na Wasambai na wote wale ni kutoka Burundi. Lakini katika vita ile walitoka kule kwao, wakaanza safiri. Waluguru walikuja Tanga nani Morogoro, wakapaki pale. Kundi lingine lile likaondoka mpaka Tanga, ndio Wasamba. Wale wenyewe ndio wakajiita Wasamba wa Bondei, ndio sawa na kama na sisi. Baada ya kutoka kule Kongo, wengine walipitia Zambia na wengine walikuja huku Tanzania, wakaja kupiga breki Milanzi. Okay, na hiyo Milanzi iko ndani ya Sumbawanga au iko nje ya Sumbawanga? Iko ndani ya Sumbawanga. Ndio mji mkuu wa Sumbawanga, Milanzi. Kwa Milanzi. Na maana Milanzi ndio mji mkuu wa Sumbawanga. Okay. Kulikuwa na utaratibu gani wa kiutawala? Kiutawala pale kulikuwa watemi ambao walikuwa pale. Ukianzia kuna mtemi Chatakwa, kuna mtemi Kapufi na kuna mtemi Shamutanga mwekuna meliwe mwana wayo mawe mwene mauta shilungula kumilimo nafa shilungula na mwene Chilatu. Mwene Chilatu. Walikuwa watemi hao watatu, kulikuwa Chatakwa, Kapufi na Chilatu. Na maana hao wote walikuwa ni watawala. Na walitawala kwa mara moja au kwa nyakati tofauti? Walitawala kwa nyakati tofauti. Okay, tumekuwa tukisikia kwamba Sumbawanga bwana, Wafipa nyinyi ni wachawi sana. Je, kuna ukweli hiyo? Hiyo ukweli upo. Ukweli upo. Fipa ni mchawi. Ukweli ambao upo ni neno Sumbawanga. Sumbawanga maana yake ile sumba ni kutupa. Wanga ni uchawi. Unasikia hiyo ndugu mtazamaji? Neno Sumbawanga. Sumba manake tupa, alafu wanga ni uchawi. Manake Sumbawanga ukiunganisha hapo kwa Kiswahili manake inakuwa tupa uchawi. Si ndivyo mzee? Yani maana yake wewe unapokuja mji wa Sumbawanga wanakuambia Sumbawanga, yani kwa asili ya Kifipa Sumbawanga. Ndio ujani maana yake utupe wanga wako ndio uingie mji wa Sumbawanga. Ndio maana pale wakaweka sumba ni kutupa. Wanga ni uchawi. Kwa hiyo unapoingia huko utupe uchawi wako ndio uingie mji wa Sumbawanga. Okay, maana kwa ufupi ni kwamba huko hamkuwa mnamhitaji mchawi mpya zaidi ya uchawi wenu nyinyi kama nyinyi, sivyo? Ukweli, kwa sababu Tanzania nzima
mchawi ni Sumbawanga na anaogopeka kwa dhati. Sikisa watoto wanashinda njaa, eti nyumbani unarudi kwa kuchelewa na mboga jikoni. Sikisa watoto wanashinda njaa.